Saidia kusoma Biblia yangu. Nikafikia tutasaidiana kama itakuwa. Ibrania 3:19. Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ndio tena. Basi twaona ya kuwa hatukuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Anasema pale 3:19, anasema basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sasa kutoka 3:8, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe toka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. natosha. Labda urudie tena. Kutoka sura ya 3 mstari wa 8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani, mahali pa Mhiti, Mwamori, Mperizi na Mhivi na Myebusi. Amen. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri, niwapandishe kutoka nchi ile ya ahadi, nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Myebusi na Mhivi na Myebusi. Rudia tena mzee. Toka 3:8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Amen. Hapa kwangu kuna mabadiliko kidogo tu, lakini haijapishana sana. Kwa hiyo tutakuwa tukiendelea kusoma zote. Kama tunataka tuangalie, tuwe na somo linalohusu imani na mazingira. Imani na mazingira. Tuko katika wiki la Pasaka, tunajiandaa wiki ijayo, nadhani wiki baada hii inafuata. Pasaka kuu itakuwa Ijumaa, tarehe 18 itakuwa Ijumaa Kuu. Mbele yenu kuna Pasaka iko mbele yetu. Lakini nimesukuma tuendelee na somo la imani. Pengine tungegusia mambo ya Pasaka, wengine wameshaanza tayari, na wengine mfunga na kuomba. Ni jambo kubwa la maana sana kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka, ambayo ndio ilisababisha kanisa lote duniani kupatikana kupitia Pasaka. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Lakini ambapo tuangalie habari za imani na mazingira, ndio tukakwenda kuzungumza juu ya hilo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, libariki neno lako na uliponye na ulitakase, na tunaomba likatuponye katika nyakati hizi tulizopo, na tunaomba kila mmoja aliye mahali hapa akaimarike katika imani ya kutegemea wewe, kisiwepo kitu cha kuweza kumzuia Bwana majeshi, ili Baba sikie katika ufalme wako kisiwepo kitu cha kuzuia ushindi wake, baraka zake, na Baba kutegemea wewe katika kila eneo. Tuko mahali hapa kila mmoja kumjenga. Naomba tuhudumie sasa, ututembelee katikati yetu, kila aliyeingia mahali hapa uwe Baba, uwe pamoja naye, usimpite, mguse, mwinue tena. Kama alikuja na mashaka yaondoke. Kama alikuja mgonjwa, ugonjwa uondoke. Kama alikuja na uchungu, kama alikuja elewi, akatoka na elewa. Atiwe nguvu na kusonga mbele katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Sema amen. Sema amen. Tazungumzia habari za imani.
imani na mazingira. Maana tukisema imani na mazingira ndiyo vitu ambavyo mara nyingi vimekuwa vikipingana. Kweli mazingira mengine yanaweza yakairuhusu imani, yakaendana na imani. Kuna mazingira mengine yanapingana na imani, na mazingira mengi yamesababisha watu kukata tamaa. Mazingira mengi sababisha watu wasiweze kuponywa. Mazingira mengine yamesababisha watu wasibarikiwe, watu wasio na ushindi, watu wakati tamaa kwa kukosa mazingira. Kuna watu kwa kutana mazingira, wengine wameangamia hata kufa kwa sababu ya mazingira. Kwa hiyo tunataka tuangalie habari za mazingira mahali hapa. Tunaona hapa katika Ibrania anasema ya kwamba Ibrania 3:19 hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sababu ya kutokuamini inaweza kusababisha sione ufalme wa Mungu, inaweza kusababisha usipokee muujiza wako, inaweza kusababisha ukamwacha Bwana, inaweza kusababisha ukakata tamaa. Lakini ukimwamini Bwana inakuhakikishia kwamba lazima utaingia katika ufalme wa Mungu, lazima utamshika Yesu, lazima, kwa sababu ile imani inaamini ya kwamba Bwana atakusaidia katika mazingira magumu, katika hatari yoyote, katika shida yoyote, katika mambo yoyote yasiyowezekana, yaliyoshindikana. Mtu wa imani anaamini tu kwamba Bwana atamsaidia. Hiyo ndio inasababishia kwamba uweze kuona Kanaani ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli. Waliweza ambao waliweza kuamini katika mazingira ambayo hayakani, lakini kwa imani yao waliamini Bwana ataweza tu, ndio wakaingia Kanaani. Wale ambao mazingira yaliyokata tamaa hawakuweza kuingia Kanaani, wanaona kwamba hata wewe kama kwa sababu ya mazingira imani yako imekutoka, hautauona ufalme wa Mungu. Japo unapitia majaribu magumu, unapitia shida na tabu, vinatisha, vinaogopesha, na bado unaona kwamba umwamini Bwana, kwa sababu jambo hilo kubwa, hautaingia katika ufalme wa Mungu. Tunakutana na majaribu na mapambano mbalimbali, lakini ukiondoa imani hautaingia katika ufalme wa Mungu. Lakini kama utaamini, japo kuna mazingira magumu ya kutisha, aina mbalimbali ya vishawishi, lakini mwamini Bwana atakutetea, atakupigania na kuhakikisha kwamba hakuna kitu ambacho kitakutisha katika dunia hii. Kwa na imani hiyo, sema amen. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Kwa kutokuamini kwako ni shida, ni tabu. Hata kama Mungu anasema viwetu ananyanyuka, hofu anaona, Mungu anaponya, Mungu anabariki, Mungu anajibu maombi, Mungu atakutetea, Mungu atakupigania, Mungu atakubariki kwa hizi baraka nyingi. Kitendo cha kutokuamini, hivyo vyote vitasababisha usiweze kuvipata. Utavisikia tu vinaongelewa, mpaka utasema kwamba wengine labda wanakuwa tu wanasema naigiza tu sema uongo, lakini walisia kwamba wanatembea pamoja na Mungu na Mungu yupo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Kutoka mstari wa 18. Kitabu cha Kutoka 3:8 tumeshasoma tayari. Mungu aliwaambia wana wa Israeli amekuja kuwatoa katika utumwa nchi ya Misri, awatoe huko, awaokoe huko, na si kuwatoa huko, atakuwa pamoja nao, na kule anawapeleka si tu kwamba anawapeleka tu kule anawacha hivi, hapana, pia anawatoa alafu anawapeleka kwenye nchi nzuri, kwenye nchi nzuri. Kanaani ndiyo jaa asali na maziwa na zabibu, nchi nzuri ambayo ina kila kitu kinachotakiwa, ndiko anawapeleka. Kwa hiyo hawatoi tu hivi, anawatoa kupeleka nchi nzuri yenye mafanikio makubwa. Na wakati anawaambia hivyo, akawa pamoja nao na anaanza kushughulika
na amewaahidi hivyo. Lakini Biblia inasema hawakuweza kufika kwenye ahadi zao kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ibrania 3. Kwa Ibrania 3 sasa pale. Kwa sababu ya Ibrania 3:19. Kwa sababu ya kutokuamini kwao ndio maana hawakuweza kufika hapo. Unaweza Mungu ana ahadi nyingi, lakini kutokuamini kwako kumesababisha kwamba usipate zile baraka zote za kwa nje. Siku Kumbukumbu la Torati, sijui Isaya 53 wakati umeponywa. Hivyo kwa sababu kwa Biblia inaenda pamoja na kuamini. Kama hujaamini, hivi haiwezi kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini Mungu ametuahidi mambo makubwa na kwamba yuko pamoja nasi na mambo haya yatokee na tuyaone na tuyafikii? Kwa nini? Na kwa nini wana wa Israeli wameahidiwa nchi nzuri imejaa sana maziwa na nchi ya Kanaani, na ataondoa Wayebusi na matatizo kule, anaenda kuna usalama, na pamoja na hayo Mungu yuko pamoja nayo? Kwa nini lakini hawakuweza kufika? Na kwa nini hawakuamini? Kwa nini hawakuamini kama Mungu? Kwa nini huamini kama Mungu atakusaidia? Kwa nini huamini kama Mungu atakutetea? Kwa nini huamini hivyo? Na kwa nini wana wa Israeli hawakuamini hivyo? Hawakufika, hawakuamini kwa sababu ya mazingira. Mazingira ndio kikwazo chako. Mazingira ndio kizuizi chako. Usiweze kufikia baraka zako, usijue maombi yako, usisonge mbele. Na kwa mazingira hayo inaweza kukosesha kwa ufalme wa Mungu kama hata Yesu. Mazingira unayokutana nayo katika maisha, unakutana nayo shida ulizonazo, tabu ulizonazo, tamaa ulizonazo, vitu vya dunia, shawishi wa dunia, hivi vyote ambavyo mazingira unayo ndio yanakusababisha kwamba usiweze kufikia kwenye ahadi za Bwana na usione baraka za Bwana. Ni mazingira aliyoweza kuwasababisha kwamba wasifike Kanaani. Soma Kutoka 13:20. Wakatuma wapelelezi, Kutoka 13:20. Wakatuma wapelelezi pale. Walipotuma wapelelezi kupeleleza nchi, watu 12 walipofika kule wakapeleleza, wakakuta kile Mungu amesema na ahadi zote na vitu vyote vile ambavyo Mungu amesema vipo. Kuna wakati mwingine nataka tuhakikishe kwamba vile Mungu vipo. Wakati kwenda kuhakikisha kweli Mungu anachosema vyote bila kukutana kweli vipo na vya kwako na vinakuhusu wewe. Wakakuta vina vipo kweli. Walipokutana pale hizo, walipofika pale kuta kweli baraka zote zipo alizosema zipo. Lakini mazingira yanakataa kwamba hayo kwamba hivyo ni vya kwako, lakini mazingira yanakataa, yanasema mpati, yanapingana na neno la Bwana aliyosema Bwana. Yanaikataa Biblia. Mazingira yanaikataa Biblia. Kwa maana yanasema kasi na ponywa na kuambia uponi, na nikakwambia mazingira yanagoma, halina ngoma. Wanasema kuna mijitu mikubwa iko mahali pale na maboma yake kufika mbinguni, alafu kuna mijitu inakula watu, na sisi kwanza kuliwa maini na kukatwa na kuliwa na kutafunwa. Kwa kweli sisi itakuwa ni ngumu sana tukienda kule. Kwa hiyo mazingira yatasababisha kwamba wasiweze kuamini kwa sababu ya mazingira ambayo walikuwa wanayaweza kuyapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo mazingira unayopitia ndio kikwazo cha kuvuka na kusonga mbele. Ndio kizingira, ndio kizuizi kikubwa cha kufanya kwamba mazingira ndio hayo. Baraka zote zipo na mambo yote ya Mungu yapo, lakini kikwazo ni mazingira waliokutana nayo. Wakatangaza wao kwenye kwamba sasa hatuwezi. Watangaza kwamba hatuwezi kwa sababu ya yale mazingira ambayo walikutana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakanasa kwenye mtego wa kushindwa, japo Mungu anawezesha, lakini wakanasa kwenye mtego wa kushindwa kwamba hizo ahadi hawezi kuzipata, japo Mungu amesema. Kwa hiyo hazitawafikia, japo Mungu amekwambia yote haya, lakini mazingira yanakugomea na wewe umekubali mazingira kwamba hayo mazingira hayawezekani, na ndio maana itakuwa kizuizi kwako kwamba hutapokea kile ambacho unahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katikati ya hao
walisimama halisi, walisimama imara pamoja na mazingira ambayo yalikuwepo. Walisimama imara pamoja na mazingira haya, na kwa pamoja na Mungu, na wao wakazipata ahadi zile ambazo waliahidiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Je, na sisi tunaweza tukanaswa kwenye mtego huo kama wenzetu wana wa Israeli? Unajua watu wengine wakisema hawa kwa chinga sana, kwa nini wasimwamini Mungu? Unasema kumbe na wewe ni mmoja wapo. Mazingira yanakukatisha tamaa. Maamuzi ulionayo wenyewe yanachukua, unayatazama mazingira, unaangalia mazingira. Unasema mazingira. Lakini kumbe kinachotakiwa tutembee kwa imani katika neno la Mungu, na tutaweza kuyashinda yale mazingira. Kutembea na neno la Mungu kwa imani, tutayashinda yale mazingira ambayo tunakutana nayo. Wakati katika maisha haya tunapotembea na kuishi katika maisha haya, utashinda tu kama utatembea na neno la Mungu, utasimama na neno la Mungu, utakaa na neno la Mungu, utasimama na neno la Mungu, utayashinda mazingira yale. Lakini ukiangalia mazingira tusijidanganye. Kuna watu wengine wanajidanganya kama kitu mazingira ni kitu halisi, na kweli kipo. Kama unasema kansa inaua, kweli kansa inaua na ina dawa, ni kweli. Usijifanye kwamba hakuna. Ni kweli ya jambo hilo. Mazingira ni jambo halisi kabisa. Ile vijitu ilikuwepo, ni kweli. Ni kweli, ni kama hata kama ungeweza tu vile, lakini ingeweza hata kutafuna watu kwa jinsi kwa kutisha. Mazingira huwa yanatisha na kuogopesha sana. Mazingira yanatisha na kuogopesha sana. Inakukatisha tamaa. Mazingira yanakukatisha tamaa kabisa, unaweza kukata tamaa. Na mtu aliyekata tamaa, kuna bomu, mtu aliyekata tamaa, kuna bomu kubwa zaidi ya atomic bomb. Atomic bomb linaua mwili na kuua mara moja. Mtu aliyekata tamaa kwa sababu mazingira unakutana nayo, una bomu zaidi ya atomic bomb. Kwa sababu atomic bomb kazi yake ni kuua. Imetengenezwa kwa ajili ya kuua mtu mara moja. Na leo unapata tamaa, bomu kubwa zaidi ya atomic bomb litakuua. Wala unapuuza kwamba nimeanza kuyapuuza mazingira magumu na unapuuza. Nataka tuweze kupambana nayo. Ukutana hapa ndani hayo fika mahali hapa, mazingira kulemea, umekata tamaa, utaangamia, utapotea. Na utaanza kusema neno lingine magumu kukutisha. Kwani unasema unapozungumza kwamba kukata tamaa ni bomu la kuua kabisa na kutisha. Na kufa kabisa kwa hofu. Kwa hofu tunaweza kwa kukata tamaa. Unafikiri watu wanakunywa sumu kwa nini? Unaweza kuna mapapa wengine wanafanya nini? Wamekata tamaa. Hiyo roho kukata tamaa, sipoiondoa haraka itakuua. Shangazi ndio sema ndio kunywa sumu. Sijui nini. Mwingine anatangaza kabisa sina kata kunywa sumu. Unajua mtu kumuuliza amekata tamaa au mazingira yamemshinda. Kwa anatangaza, wengine wanatangaza, wengine wanakunywa. Na mtu ndio kama anatangaza kunywa sumu, huyo wenda anatangaza nataka tu watishia. Au anaweza kana kweli. Lakini kumwambia tu kwamba pendo moja sasa mimi naenda kusumbua sumu. Basi nataka sumu ya panya ile kufa haraka ni kununulia ile chenga zile. Chenga zile ni au zitaka za unga au unataka sumu gani? Au ile ya kashika majani ya ng'ombe ufe haraka. Unapenda wenzako wape? Si ndio umesema kwa mimi? Mimi mbele niambia bwana, mimi nataka kujua sana. Sasa mtafutie watu kununulia dawa. Unayo dawa tayari au tununulie wapi? Sumu ya panya ndio. Sasa mmoja alikuwa anakimbia, alikuwa tunaongea na mmoja akasema akakimbia akachukua dawa. Mimi najua. Akachukua dawa akakimbia. Watu wanamkimbiza. Anakimbia. Mmoja akasema mimi siangaiki mambo ya kukimbizana na watu, wanapoteza kila kukimbiza. Mwache. Fika kule akanya nini kaanza tena mshika tena anaanza kukamata kunyosha maziwa, anaanza kutapika. Ndio mamangu mmoja mdogo kaanza bega kana zungu. Maisha mmoja ni msumbufu. Ana zao mbio wala hiki.
Yeye mwenyewe tena anataka kujiua tena. Yaani amekosa mwenyewe hapo, anataka kusumbua mwenyewe. Changa mekunywa nani? Mekunywa ile nani? Yesu. Sijui watu walikuwa kukomoa au ni dawa kweli, chukua kinyesi cha ng'ombe wakakoroga. Yesu katapika. Ni kazi, lakini hivi vitu usicheze na mazingira ya kutawala. Maamuzi yako yanaweza kuwa yatokea ukitaka kufa kafa na kama tamaa mazingira yatakuwa ulifia nyumbani. Unataka kufa Mungu sasa unakufa kafa. Hata haja kunani. Simama mwenyewe. Achana kusaidia tu kwamba ufe haraka. Tunazika tu. Tunalia tu, wangapi wamekufa yameishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunakuwaga hao ni mapepo na roho za uharibifu. Sasa mazingira kama hayo ambayo nakutana nayo ndio ambayo yanakuhamisha vitu vingi, ndio ambayo yanaweza kusababisha. Sasa jinsi ya kuweza kushinda mazingira hayo ni kusimama na neno la Mungu. Ni kusimama na neno la Mungu. Ni kukaa na neno la Mungu na kukaa na kusikiliza neno linalosema, linalotamka, neno linaloagiza. Haijalishi mazingira magumu au sio magumu, msimama na neno la Bwana lilo Bwana ambalo amesema kwenye maandiko au neno la ufunuo ambalo umelipata. Chukua hilo, simama nalo, hata kama jaribu haliwezekani, tatizo haliwezekani, mazingira haiwezekani, simama na neno. Na katika Yohana 17:17 nasema neno la Bwana ni kweli. Haleluya, haleluya. Na hiyo kweli itakuweka huru. Simama na Bwana, haitakuacha. Kwa neno la Bwana, shika neno la Bwana kama mazingira yakoje. Na Bwana amesema ndio tatizo lako hilo. Chukua neno, tamka neno kwa sauti. Sema sitakufa. Sema nitashinda. Sema ninaweza yote. Katika jina la Mungu tunashinda. Zaidi ya kushinda. Sema neno la Mungu, tamka neno, tamkia neno. Yaambie mazingira, tamka mazingira. Mazingira yatabomoka, yataanguka. Utashinda katika mazingira ya kutisha. Utavuka, unasonga mbele na ahadi za Bwana zitakuwa zaidi katika maisha yako. Acha kuangalia mazingira, acha kuangalia ulivyo. Angalia neno mwenye kuanzisha na kulitimiza. Tazama hilo neno, neno pekee litaweza kuangusha mijitu, kuangusha ngome. Chochote kinachojinua kinyume na elimu ya Bwana kitashushwa katika jina la Yesu. Nataka upone, simama na neno la Bwana na utakuwa salama. Siangalie mazingira hata kama yameatisha kiasi gani. Angalia neno la Bwana ambalo Mungu amekupa wakati wa mazingira ya kutisha, wakati wa hatari, wakati wa baraha. Mungu hakuachi hivi kama umeokoka. Atakupa neno kwenye Biblia, atakupa neno kutoka kwenye Biblia, atakupa neno la ufunuo ambalo litakwenda kukusaidia, ambalo litakwenda kukusaidia. Na neno linaleta, linaondoa giza, linaleta nuru. Na kwa sababu hiyo neno litakusaidia. Neno litakusaidia. Neno tunapataje hilo neno? Tunapataje neno? Kuna maneno ambayo yanasaidia tunapotembea karibu. Kuna maneno ya Mungu ambayo yameisha funuliwa tayari, ambayo ni Biblia. Biblia kuna neno ambalo ukipitia kwenye tatizo ambalo tunapitia, neno lina kitu kwa ajili yako. Kwa simama wakati unasoma Biblia, simama kwenye neno lile ambalo Mungu atakupa tu neno la kuweza kupambana na hilo tatizo na ile ambalo unakuwa unapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kuna maneno mawili ambayo nimesoma. Kuna logos. Logos ni neno ambalo limeandikwa kwenye Biblia tayari, limefunuliwa. Sasa wakati umefunuliwa hilo neno, unalisoma linatuongoza kutuadhimisha, inaongozwa na kimeandikwa na Roho Mtakatifu. Lakini Mungu anaweza kutoka kwenye Biblia akakupa neno maalum kwa ajili ya tatizo lako hilo. Hiyo ndio logos. Ulisoma tu kawaida, unapenda kusoma baada ya hii, ninakutia nguvu na ujasiri na ushindi na kuanza kuona kama unaweza. Asiyeweza naanza kusema naweza. Akisaidia mimi ni hodari, unaanza kupigwa jene. Yeye anaanza kusaidia kutembea kwa neno kilishaka neno kawaida, lakini ukibeba umeshika au Mungu anakuacha kwenye ndoto unaanza kulitumia hivi. Au Mungu anaweza kukupa neno la ufunuo linaloitwa lema. Lema ni neno ambalo linachomoka kwenye kinywa cha Yesu, linaweza kuchomoka kwa mtu yoyote atakatamka, linatokea hata kwa pagani, anaweza kukwambia
Biblia, hilo neno likachomoka kwa mtu yoyote kwenye mahubiri sehemu mbalimbali, linatokea neno shakani la kuponya. Na ubiri hapa, ili neno linaweza ikawa neema kwako, limeandaliwa kukuponya katika mazingira unayopita, litakuimarisha katika mazingira unayopita. Utashangaa mazingira matisha na kutisha, kupambana kupitia ujumbe huu leo. Ile mazingira unayopitia yatashushwa viwango na kudharauliwa. Sio kitu tena, sio tishio tena, sio kizuizi tena cha kuzuia kuingia kwenye mafanikio yako kwa neno la mahubiri ya leo au kwa neno kwenye Biblia. Sema amen. Hiyo neno unachomolewa, unashangaa unapewa neno wewe tu kwa mazingira. Unatamkiwa wewe. Mtu anaweza kusema tu akakutamkia neno wewe tu, la kwako wewe, sio la mtu mwingine. Hujasoma habari za Petro alipokuwa katika mashua wanatembea, wako mashua upepo kuliko upepo. Yesu akatokea kule anatembea juu ya maji, anatembea. Petro naye akasema, Bwana naweza, na mimi nataka kuja. Yesu kwa neno la rema akasema njoo. Petro akasimama. Mazingira yanakataa kutembea kwenye maji, yanagoma kutembea kwenye maji. Haiwezekani kutembea kwenye maji, lazima ufe, lazima uzame. Lakini kwa neno la rehema kutoka kwa kinywa cha Yesu, Petro hazami, anatembea juu ya maji. Petro anabadilisha mazingira kwa neno la Yesu. Neno la ufunuo kwa ajili ya Bwana sababisha mahali pa kufa usife, na inawezekana yawezekane katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Alafu inawezekana ni kwako tu, sio kwa wote. Inatokea kwako tu na jinsi Mungu anakuona. Hivi hujaona? Hivi tuseme waliwemo kina Masai au kina nani pale. Hivi nikuulize swali. Kama Masai na yeye angetoka atembea juu ya maji, atembea pale atoka sasa, Petro umetoka kwenye maji, umetoka kwenye kutembea. Kumbe inawezekana tu hivi. Na mimi ngoja nitembee juu ya maji. Hiyo Mathayo angetoka tembea mle ndani ya maji, angezama singezama? Nipigieni makofi. Maswali ya mtendo na neno kwa jibu unabarikiwa sana. Inaonekana nyinyi mnajua. Haleluya. Kwa nini singezama? Kwa nini singezama? Nimesema adhabu, nimesema adhabu. Kwa nini? Kwa nini wangezama? Kwa nini wangezama kina Mathayo? Kwa sababu hajapewa neno. Kwenye makofi katika jina la Yesu. Haleluya. Hajapewa neno. Ile neno lilikuwa na Petro. Aliona moyo wake tayari, aliamini kwenye moyo wake. Alikuwa amemwambia Yesu, naomba na mimi nitembee kwa neno lako. Alipewa neno, kwa hiyo akatembea juu ya maji kwa neno la Yesu. Isivyowezekana tutatembea tukipewa neno, yasiyowezekana tutafanyika tukipewa neno ufunuo juu ya tatizo lako, juu ya mazingira unayopitia. Omba Mungu akupe neno na kutoka kwenye shida ulionayo na jaribu ulionayo. Neno litokao kwa Bwana kwa ajili yako tu, sawa na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunasoma neno la Bwana, wakati unaomba, wakati unamwabudu Bwana, unamtumikia Bwana, litatoka neno la rehema kwa ajili yako, kwa shughuli maalum ya tatizo lako, ya shida yako. Itatoka hapo, itaanza kutenda kazi na utakwenda kufanikiwa kwa sababu umepata neno hilo kutoka kwake Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siige tu mwenzangu aliponya kansa na mimi naponya kansa. Nani nakwambia? Nafikiri vitu vinakuja hivi. Wewe niambie, jambo lolote linatokea lazima ni makusudi na maalum. Ukiona Mungu hajakuonyesha, sio yote atakuonyesha. Ungesema kwa nini Mungu hakuonyesha? Hakuonyesha na maana yake kama sikuonyeshe. Ili lazima upitie katika hilo sikuonyeshe. Na kwa nini Mungu amekuonyesha? Anakuonyesha ni muhimu sana, sipokuonyesha utaangamia. Kwa hiyo lazima vitu vinakwenda kwa taratibu. Vingine wanashangana kuonyesha vidogo na vidogo, vingine au vikubwa, vingine hakuonyeshi.
mwingine anaona hili nisipomwonyesha ataangamia, nimuonyeshe mapema. Na mwingine ushangaa kuonyeshi. Sio yote kwa kuonyesha. Tutashangaa ni Biblia nyingine walionyeshwa walifahamishwa mwingine. Wengine hawakuonyeshwa. Sio yote kwa kuonyesha. Mungu anaenda anaangalia yapi ya kukuonyesha, yapi sio ya kukuonyesha. Tukitembea katika ufahamu mzuri wa Bwana, tukitembea katika ufahamu mzuri wa neno la Bwana, hatutafika tuchanganyikiwe wakati mambo hayatokei, mambo hayafanyiki, mambo hayajibiwi. Hatutafika mahali pa kuchanganyikiwa kuona kama Mungu ametuacha. Tutajua kutulia ndani ya Bwana na kukaa kwenye neno la Bwana ili tuendelee kukaa humo mpaka tuweze kutoka kwenye shida hiyo. Mengine tutayajua baadaye, mengine tutayajua huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa hiyo tunahitaji kujifunza kutembea katika imani ya neno la Mungu tukitaka mambo hayo kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo Mungu anaweza akasema nasi katika maeneo mbalimbali na maneno yetu kwa ajili ya kututoa katika mazingira hayo magumu. Mungu anaweza akasema kwa neno la rehema, Mungu anaweza akasema kwa neno la logos, Mungu anaweza akasema kwenye mahubiri, Mungu anaweza akasema kupitia watu tu. Unakuja unaongea naye, anaongea mambo yako na anakupa jibu. Ajue unaongea naye, unapiga story na yeye ajui na kwambia hivi na hivi na hivi. Wewe mwenyewe unashangaa, inakuwaje? Haijalishi mpagani au mpagani. Mungu anashangaa tu anaongea vitu vyako vyote na njia zote za kusaidia. Wewe chukua kile ya Mungu anamtumia, hata kama umeokoka madamu na anampeleka kwenye neno la Bwana na jinsi ya kukaa imara. Unachukua hili kwenye mahubiri pale, unashangaa ulikuwa umelegea kwenye mahubiri. Kuna mahubiri moja tu unaingia linakuponyana na limaliza matatizo yako na mazingira yanaweza kuwa yamepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kukutana na mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kikubwa tu kwamba mazingira siku zote yatapingana na neno la Mungu na imani. Mazingira yatapingana na neno la Mungu na imani. Hilo ndilo ukumbuke kabisa. Mazingira yatapingana na neno la Mungu na imani. Lazima. Na dunia pia itapingana na neno la Mungu siku zote. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa lazima usimame na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Filipi 3:20 somea pale. Filipi 3:20, kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Mstari Filipi soma tena. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Petro wa kwanza 2:11. Petro wa kwanza 2:11. Wapenzi, nawasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazingira yanaongea kwa sauti kubwa sana unapokutana na tatizo. Kwa sababu tuko katika dunia, tumezaliwa katika dunia hii, tumeishi katika mfumo wa dunia hii. Kwa mazingira na sauti kubwa kwenye maisha yetu. Sasa Biblia ikwambia tupande tuweze kuepuka na mambo ya dunia hii. Tuweze kuepuka na mambo ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuepuke na dunia. Dunia ina mambo yake na mambo mengi, lakini dunia haitakupa faraja. Mambo ya dunia hapa hatakupa faraja, lakini neno la Mungu linaweza kukupa faraja. Kipenda dunia na Mungu ataweza kukupa faraja. Kwa hiyo tuko duniani, mazingira haya yatazuia kabisa kwamba tusiweze kabisa kwamba tukubaliane na mambo na ahadi za Mungu na mpango ya Mungu. Kwa sababu tuko duniani, tumezaliwa dunia, tumeishi katika dunia, tumeishi dunia, tulikuwa huko tunaangalia mazingira yanasema hivi na dunia inasema hivi na dunia inapingana na Mungu. Kwa hiyo utakuta kwamba tutaendelea katika mazingira haya, utakuwa
unapambana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Una upinzani, mapambano na dunia inasema, mazingira yanasema. Unajua, kwa mfano umemuomba Mungu akuponye na hujapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Muomba Mungu akubariki, hujabarikiwa. Muomba adui ashinda, adui hajashindwa. Muomba upate mtoto, hujapata mtoto. Muomba tolewe gerezani, tolewe gerezani. Mambo yanaendelea magumu, mambo yanaendelea kuwa mabaya, kunaendelea kuwa na shida, na dunia inasema Mungu wake hawezi, mlokole huyo hana chochote, anamwomba Mungu hata afanye chochote. Tunamwona na bidii, lakini Mungu wake haonekani, wakaja tena. Sasa imetokea mahali hapo hivi utamhesabu Mungu bado anakupenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Utasema bado Mungu anakupenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mambo yote hayajatokea, utasema bado Mungu anakupenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu wanasema Mungu wake amemwacha na Mungu wake hampendi. Kitu gani utasema kwamba Mungu wako anakupenda? Utakaposimama na neno la Mungu, japo hayo hayajatokea, bado utakuwa unasimama neno la Mungu, na neno la Mungu ndio ambalo litasababisha kwamba Mungu bado ananipenda, japo sijatokewa hili na lile, lakini Mungu wangu bado ananipenda na mimi bado ninampenda. Hivyo ndio kuyashinda mazingira hayo. Lakini ukichukua mazingira, itaonekana kwamba Mungu wako amekuacha na Mungu akupendi. Sema, Mungu gani huyo? Mungu gani ambaye huyo asikujibu maombi hayo? Ni Mungu gani huyo ambaye haonekani? Ni Mungu gani wenzako hapa gani wanafanikiwa, wanapokea, wamefanikiwa, wamejibiwa, tena wachi Mungu eti mlokole ndiye ambaye huna vitu hivyo? Huyo Mungu kweli? Mungu hakupendi. Walokole waongo. Inafika mahali mtu unaanza kuchukua maamuzi ya kuweza hata kumwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kumwacha Mungu kwa njia hii. Lakini ukiwa ushika neno la Mungu na baki na neno la Mungu, haijalishi mazingira yanakataa, yanakuomba, ni kweli mazingira ndio yalivyo. Na kweli ndio unaongelewa hivyo. Na watu wengine kiamini hivyo. Lakini unabaki na kweli neno la Mungu. Na kweli hiyo ndio itasababisha, itabadilisha mazingira na kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Of course kwamba sisi tumo duniani, na dunia hii ni dunia ya nani jamani? Dunia ya nani? Dunia ya nani? Dunia hii nani jamani? Dunia ni ya nani jamani? Imetawaliwa na nani? Na Shetani. Dunia imetawaliwa na Shetani. Tunaishi humu duniani, Shetani ndio anaendesha mambo. Kwa hiyo wokovu ni mapambano, ni vita kubwa, kwa sababu Shetani ndio ametawala. Kama ametawala, shangaa vitu vingi Shetani ameshika. Yohana 8:44 anazungumzia kwamba Mungu wa dunia hii, nasema Mungu wa dunia hii ndio ameshikilia hivyo, na watoto wake ndio anawasaidia, ndio anashikilia hayo, ndio amekamata hayo, ndio anaendesha mambo hayo yote. Kwa hiyo tunakuwa tumo Ibilisi ndio mtawala. Kwa hiyo kuendesha sasa inakuwa ni kazi Mungu. Ni mapambano na ni vita kubwa, kwa sababu Mungu wa dunia hii wanaoshika pesa, wanaofanya mambo yote, si Mungu wao wanafanya mambo, lakini sisi ni uraia wetu hauko hapa duniani. Uraia wetu huko mbinguni. Baba yetu ndiye Mungu wetu. Tuko katika dunia ambayo anatawala Shetani, na watu wote wanatawaliwa na Shetani wasiokoka. Lakini waliokoka, japo tuko katika dunia ya Ibilisi na Shetani, hatutawaliwi na Shetani, tunatawaliwa na Mungu Yehova. Na hapa tukiwa duniani tunamwakilisha ubalozi wa mbinguni. Tunachotenda hapa ndio maisha ya mbinguni, katikati ya Shetani na Ibilisi. Tunaishi mahali hapo. Kwa hiyo tuko pamoja na Bwana, na Mungu anatusaidia, na tunaweza kupambana na kuweza kushinda, japo Shetani anatawala dunia hii na kushikia dunia hii. Katikati yao tutaendelea kushinda. Kwa sababu gani? Aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko Mungu
wa dunia hii. Simama neno la Bwana kwamba shetani unatawala, lakini Mungu aliye ndani yangu ni mkubwa kuliko baba yenu shetani. Tasonga mbele, tabarikiwa, taishi kwa kibali cha Bwana. Hivyo utawala wake shetani hauna mamlaka juu yangu. Mwenye mamlaka na kuendesha maisha yangu ni Yehova, anayeachilia baraka zangu, anayenilinda ni Yehova. Ile ni ambaye anakuwa yuko pamoja nani. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo utaona ndio maana kunakuwa na mambo magumu na mazingira yanakuwa magumu. Ngoja tuangalie kuhama kutoka kutawaliwa na mazingira hadi kutawaliwa na imani na neno la Mungu. Wakati huu tunakuwa tunatawaliwa na mazingira, ukiwa kwenye hali ngumu na mapito, unakuwa unatawaliwa na mazingira. Na kama ni ukatawaliwa na mazingira, sio utakata tamaa. Utaishia kwenye shida, utakiwa kukata tamaa, uone msaada, uone chochote, kwa sababu mazingira yana tabia hiyo kwamba hutaweza na ulichokitegemea hakitaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ili kutoka kuhama kwenye mazingira ya kutolea mazingira ya kushindwa, kuangamia, si chochote, tunatakiwa kuweza kusimama na neno la Mungu linalosema bila kujali mazingira. Nimesema kwa wangu ndio tena, bila kujali mazingira unayopitia au ni kiasi gani, simama na neno lile la Mungu ambalo limesema. Okay? Na simama na neno la Mungu namna gani? Mazingira yanatisha, ni kazi ngumu. Ni kazi ngumu kuamini kama neno unalotamka litaweza kuangusha tatizo lilo nalo. Ni kazi nzito kuweza kuamini kwamba mijitu itashindwa wakati sisi ni mijitu vidogo. Ni ngumu kuamini kwamba ugonjwa usiotibika nitaponywa. Ni ngumu sana kuamini na Bwana anachosema nitakusaidia, sitakuacha. Na ni ngumu wakati unaona ni ngumu kwamba mtu akufa afu nawe sema hata kufa. Ni ngumu sana, ila ni rahisi kuamini mazingira. Mazingira yanaonekana kitu halisi inaonekana, lakini neno la Bwana na imani havionekani. Kwa hiyo inakuwa mtu ni ngumu sana. Ni ngumu sana kuamini kuwa Bwana ana uwezo wa Bwana. Kwa nini? Mazingira yanaonekana kama ni jitu lile pale, lakini Mungu haonekani, ila yuko ndani ya imani. Iko kutamka tu neno, eti kutamka tu neno Goliath ataanguka, eti kutamka tu neno afu kuta zitadondoka. Sasa hiyo ni, lakini kuta ziko halisi zinaonekana, ni kuta hizo. So sema neno, fanya hivi, hebu niseme hilo afu ndio kuta lianguka. Unaonaje? Ni rahisi kuamini kuta hilo ndio linatisha. Lakini niseme neno nje ipatikane hapo, ndio kuna ugumu sasa hapo. Kwa nini kwa dunia inagoma, alafu mwili, nafsi na akili zinakata? Ndio hapo. Ndipo tumepoteza muujiza. Akili inakataa, nafsi inakataa na mwili unakataa kwamba akiwezekani. Lakini neno linasema inawezekana, lakini macho yanagoma na akili inagoma. Tunashuhudia Jumatano hapa. Tunashuhudia siku ya Jumatano leo tunaongea mmoja sana. Ameniita mgonjwa, nikatoka hapo mmoja kuchukua gari nikaondoka. Kwa siku ya Jumanne. Mgonjwa kutoka Sweden ameniita tukaombea. Mimi napenda huduma kama hizo. Napenda huduma kama mshiriki na msimamizi. Kwa nikakimbia mara moja kwenda pale. Kimbia mara moja kwenda pale bwana. Ngoja kwa kweli. Kwa hali mbaya kulia mpira, ni dada mmoja kutoka Sweden yake ameolewa na mzungu. Nikakumbuka gazeti pale. Muda umekwisha. Nikasema lazima nimuone, na siku lazima nimuone. Sema sasa kama mchungaji lazima nimuone, tutafanyaje? Na muda umesha kuona. Sema na special kabisa ya kazi ya kufanya jambo maalum. Nashuhudia mtu asije kuondoka bila. Japo ilikuwa nzuri sana, lakini nipambana kwa simu. Kwa nikaenda kuomba kibali pale kwa kibali, nigonga miguu, nikaingia pale, nikachua, nikaingia ICU, nakaa nesi kwa pale kwa dogo, nesi dogo nikaa pale, afu watu ndio wengine wanaelewa, ngine huko na huko. Nikapiga mbigo, nikaingia kungoja, nikaomba, naona mauti kabisa. Lakini ukatamka neno. Bwana Yesu
kwa sababu sikuongea naye, kwa hawezi kuongea, hawezi kuongea. Niliomba sana akaongeza koroma, akaongeza kitu koroma. Hatimaye baadaye akatulia, baadaye akafumba macho, baadaye akamrudi kaondoka. Na mambo mengine nitafanywa baadaye hapo. Tafanywa baadaye kwa nini nitokea, kwa nini nitokea. Lakini piga asubuhi mapema, nikapiga simu lo, vipi? Sema tunaandaa huyu dada ameshatoka. Jamaa mzuri sana. Namshukuru Mungu. Nikasema haleluya. Sasa dada ameshanalii. Ameshatoka, tunashukuru Mungu. Tunaandaa balozi wa Sweden kwa ajili ya kusafirisha, amesema japo Tanzania lakini atazikwa Sweden. Basi nikaishia kwa. Kwa nikuta mpambano, vita, mazingira, kuta kwamba huwa yanagoma, yanakataa. Lakini nitakwambia kwa nini ilitokea hivi. Kwa sababu nyingi sana inatokea hivi. Wengine wakapona, wengine ikitokea kwamba wameweza kupona. Lakini yote ni uponyaji tu. Yote Mungu anakuwa anafanya yuko kazini katika mpango. Yule dada alikuwa hajaokoka. Alikuwa hajaokoka. Na nitakuwa ndio kikubwa, nitaka mimi niende nikamwombee apate kuokoka, ili kama aondoke katika Bwana. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo akili wewe inagoma. Sasa tunataka ili tutoke kwenye mazingira kutawaliwa na mazingira na kwenda kutawaliwa na imani katika neno la Mungu. Lazima tuanze kuifundisha akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuifundisha akili na kuutisha mwili ambao unakataa kwamba iwezekani, itakuwa ni ngumu. Tuanze kuifundisha na kuinyenyekesha, kuifundisha na kuanza kuweza kunyenyekesha ule mwili, na kwanza kunyenyekesha, kunyenyekesha na kufundisha. Akili inakataa, izoeleshwe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kuizoesha neno la Mungu, anza kuirisha neno la Mungu, anza kuirisha neno la Mungu, anza kutamka neno la Bwana, anza kwa neno la Bwana, anza kuambia nafsi Bwana. Zaburi anasema Zaburi akaanza kuona nafsi inagoma kumwamini Mungu. Anasema nafsi yangu muamini Bwana. Pia nafsi yako mwambie wewe nafsi yangu na mwili wangu muamini Bwana. Mkubali Bwana. Soma neno hili, tamka neno. Nafsi yako tisha ile inakataa. Ifundishe kila matukio tutakayofundisha. Anza kuifundisha, anza kuizoesha, anza kujifunza neno la Bwana. Endelea kutamka, endelea kusema mambo mbalimbali, endelea sana, endelea kusoma, endelea kudirisha, endelea kutamkia lile jambo. Mungu unasema inawezekana, unachukua pale inawezekana, unachukua neno la Bwana unaliingiza kwenye mazingira pale. Unaitamkia pale mazingira. Unalisema katika mazingira. Ile ndio itasababisha sasa utaanza kuhama kutoka kutazama mazingira, utaanza kutazama neno la Bwana katika kuimani. Utaanza kutazama Yesu, hata siwezekana, utamtazama Yesu. Ndipo mazingira yataanza kubadilika sasa. Utaanza kuona ukuu wa Bwana baada ya kuona mazingira. Utaona mazingira, utamuona Bwana akitenda. Mara moja utabadilishwa, utakuwa sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono na hiyo, tuko pamoja. Haleluya. Tafundishaje? Ina maana uwe mtu msomaji wa Biblia, kila siku soma maandiko. Kila siku soma maandiko, kula maandiko. Yesu hakumshinda shetani kwa maombi, kwa kukemea, alimshinda kwa maandiko. Shetani atataka abadilishe mazingira kwa maandiko. Je, Yesu kama angekuwa hajui maandiko angefanyaje pale? Inawezekana Adamu na Eva kuwa na andiko la kuweza kupinga mazingira na udanganyifu wa shetani, ndio maana alishindwa, akaweza kumwacha Bwana, akaweza kutekwa na kunyang'anywa na mazingira na kuweza kutekwa na kupinduliwa. Hakuwa na neno la kumwambia shetani, imeandikwa tusile mti wa kujua mema na mabaya, miti mingine tule, lakini huu mti tumekatazwa, imeandikwa. Hujajua. Shetani anamwambia Yesu, utupe
imeandikwa. Simjaribu Bwana Mungu wako. Akasema ni mawe haya weze kuwa mkate. Akasema imeandikwa. Imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kila neno toka katika kinywa cha Bwana. Hivyo shetani akashindwa, na kuambia kwa neno la Bwana mazingira atashindwa, shetani atashindwa, mapepo atashindwa, wachawi atashindwa kwa kutamka neno. Tamka neno juu ya shetani. Mwambie shetani juu ya maneno. Tamka neno katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tamka neno tamkia neno katika maisha yako. Unapoingia katika mambo magumu ya kutisha siwezekana, tafuta neno la kutamka. Tamka neno katika mazingira unayopitia. Anza kutamka kwa kupiga kwake si tumeponwa. Anza kutamka maneno yanatamkia baraka. Anza kutamka maneno kama ni vita, maneno yanahusu vita. Anza kutamka maneno kama kwenye mauti, anza kutamka maneno yanahusu mauti. Haya mazingira yataanza kuyeyuka. Sema neno, tamka neno, sema neno, sema tena hata mara 3. Sema neno kila siku, tamka neno. Unapita kwenye majaribu, una kitu chochote, una mtoto, kila chochote. Ibrahimu alikuwa na mtoto, kila siku anamwambia Bwana, anamwambia Bwana, sema Bwana watoto kama mchanga wa bahari. Kila siku anamwambia endelea kutoa, endelea kumwambia Bwana. Tamka kila siku, ukiamka kila siku, tamka neno ya kwamba mimi nitakuwa tajiri, mimi nitajenga nyumba. Unaamka kesho, unatamka neno, nitajenga nyumba, nitamwinua Bwana. Mazingira yanakataa, lakini neno la Bwana linasema kwamba tutabarikiwa, tutakuwa vichwa. Natamka kila siku, natamka kila siku, natamka kila siku. Naamka niko mgonjwa, natamka uzima, natamka afya kwa kupiga kwake Yesu umeponywa. Natamka neno kwa Bwana hatatia magonjwa katika mtu, hatatia magonjwa kwa wana wa Mungu, hatatia magonjwa juu yangu, atayaondoa, taweka kwa wale maadui zangu. Unatamka neno, unatamka neno, unatamka neno, unaifundisha akili, unautisha mwili katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu kinaumbika, kinaumbika. Mazingira yatabadilishwa, yatatishwa, yatakubaliana. Hali ile ya hewa ile itaondoka na mijitu itashindwa. Utapita pasiweza kupita, utapona usioponyeka, utatembea katika ushindi, utabarikiwa, utashinda, utakuwa mtu wa kutembea na ushujaa na imani. Ni mtu wa kutembea na Mungu kwa uhakika, kwa sababu ya kwamba unalo neno la imani, unalo neno logos, unalo neno lema. Pengine utapewa na Bwana neno, anza kutamka leo kwambia Bwana amesema tembea juu ya maji. Sema natembea kwa ndani ya maji kwa neno la Yesu. Utaanza kutembea, utaanza kuishi kwa neno la Yesu, kwa neno la Bwana. Utaanza kutembea, tembea kwenye neno la Bwana. Simama neno la Bwana, tafuta neno lililoandikwa juu ya shida yako. Anza kutembea katika hilo neno. Ndani ya neno hilo lina uzima, lina uwezo. Yesu anasema mtu ataishi kwa mkate tu, unaweza ukaishi kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine ukutana neno gumu, unaweza kuwa na maneno matatu ya kusema. Unaweza kuambia kuifundisha akili ili uweze. Tatizo ni akili yetu. Tatizo ni akili yetu ndio inasumbua. Wewe ifundishe. Unapokutana na tatizo, mbele yako kuna shetani, kuna mazingira, kuna mwili na akili zako viko mahali pale, havitaki ufanikiwe, havitaki usonge mbele. Chukua neno la Bwana, chukua neno la Bwana. Neno moja kwa ajili yako mwenyewe. Mwambie wewe nafsi yangu, muamini Mungu, lazima inakuwa. Kwa nini uamini? Wewe akili unaigoma, muamini Bwana. Na wewe mazingira, muamini Bwana. Wewe shetani, nampa kipande chake neno lake. Narudia, nampa na Mungu. Mungu umesema kwenye neno lako itakuwa hivi. Kila mmoja anapokea kipande chake. Mimi mwenyewe najipa kipande, dozi ya dawa. Neno la Bwana ni dawa mifupani mwako. Kunywa dozi ya dawa. Pokea neno la Bwana liwe ndani yako, likae ndani yako. Neno la Bwana hilo unalosimamia. Nasema neno unalosimamia hilo, neno unalosimamia likusaidie wewe, limpinge shetani, limkumbushe Mungu haja zako na mahitaji wako, vitaanza kufanya kazi. Yale mazingira yatakwenda kuyeyuka na hatimaye utakuwa salama.
Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa salama na utapokea ule muujiza. Tamka lile. Tamka ile neno kila wakati. Mazingira yatabadilika, utahama katika kutawaliwa na mazingira na kuingia kwenye kutawala mazingira. Leo mazingira yamekutawala. Yanasema hautaweza, hatapona, hutafunguliwa. Lakini neno la Bwana ndio kweli. Huo ni uongo wa shetani. Baba wa uongo huyo Ibilisi. Shetani ni muongo na watu wake waongo. Mazingira ni kweli yapo, yanatokea, lakini mbele za Bwana neno la Bwana ni kubwa zaidi ya mazingira yaliyokuzunguka. Neno linalotoka ni kubwa zaidi ya mazingira. Neno la Bwana litabadilisha mazingira yasiyowezekana na kwenda kuwezekana katika jina la Yesu Kristo na hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wakati unasema neno na kutamka neno, kazi ya neno ni kutengeneza imani, ni kuunda imani ndani yako. Warumi 10:17. Kazi ya neno na kulitamka na kulisema. Tamka mara nyingi lile neno. Tamka lile neno. Sema lile neno. Sema sitakufa. Sema nitafanikiwa. Sema nitabarikiwa. Sema itakuwa tena. Tamka kwa sauti. Sio kwamba mtaani uliwezi. Sema shetani utaweza. Shetani toka mbele yangu kwa jina la Yesu. Na watu wasikie na shetani asikie na Mungu asikie. Mungu atakuwa kazini katika jina la Yesu. Sema amen, pigia Bwana makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tamka kwa nguvu kabisa. Tamka kwenye kinywa chako. Unapotamka ni kama bomu linatoka, linapiga mazingira, linampiga shetani, linaangusha ngome, na unashangaa unatoka usalama. Kazi ya imani, kazi ya imani, kazi ya imani, kazi ya kushika neno. Neno linapoingia ndani yako linabadilisha nafsi, linabadilisha mawazo yako, uanze kutegemea Mungu kuliko kitu kingine chochote. Na ya kwamba inaanza kuunda imani ambayo haikuwepo. Inaanza kuja imani iliyokuwa ndogo, inaanza kuwa imani kubwa. Kila mmoja na imani. Unaposoma neno sana, imani inakuwa, imani inaongezeka. Ukirahisi tu utashangaa mambo ulikuwa huwezi kufanya, unaanza kufanya, unaanza kutenda, unaanza kufanya. Kwa unaingia kwenda kutenda tena lile neno, kisha litamka na kulisema. Anza kutenda, anza kufanya, alafu Mungu anakuwa kazini, anaingia humo, anaingia na kutenda humo. Wale wenye ukoma walisimama hapa, tunasema tumeshuka hapa, tumwachie Bwana. Lakini sasa tuende huko kama kufuata huko, twende mbele za Bwana. Wakati mwanzo watu ya kutembea na Mungu akaanza kutembea pamoja nao na udhaifu wao, wakaanza kutembea pamoja. Ile kishindo na mambo yao yakasababisha jeshi kubwa na kuwakimbiza Washamu, na Washamu wakaachia baraka, nao wakasababisha kukomboa Israeli. Wakafanikiwa kwa kuchukua maamuzi. Baada ya kutamka neno la Bwana, chukua maamuzi ya kutembea kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tamkania neno na utakuwa ukishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamwambia Yoshua, neno hili lisiondoke kinywani mwako, litakuwa ushindi na mafanikio. Neno hili lisiondoke. Yoshua akazungumza hivyo katika kitabu cha Yoshua 1:5. Nasema ile neno ndio litakuwa ushindi wako. Neno kwa ushindi wako. Hata kungekuwa na mazingira gani, hilo neno litakuwa kusaidia. Haijalishi mazingira magumu kiasi gani, haijalishi mtawala Mungu wa dunia hii, utakwenda kushinda na kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nafsi itafundishwa. Zaburi 1:4 akumtuka Zaburi akasema, nafsi wangu muimbidi Bwana. Utaki lazimisha nafsi yake muimbidi Bwana, lazima muimbidi Bwana. Na Yoshua pia anaambia kwamba kupitia neno mtafanikiwa. Japo anatawala Mungu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kukaa kwenye tatizo na kwenye shida hilo. Acha kutazama dunia, acha kutazama hii, shika na neno Bwana, tazama, shikilia, achia dunia. Kuna dunia imeshikiliwa na ulimwengu. Sisi ni watu wa mbinguni, watu wa roho. Kunaenda kwa kuangalia kwa imani, kuendelea kwa vitu vinavyoonekana kwa macho na nyama, ni kama mtu ambaye unaitwa mtu wa mwilini. Mtu wa mwilini sio yule mtenda maovu tu. Sio mtu ambaye anaendelea kuishi na dhambi, ndio mtu wa mwilini.
Sio kama mtu, kuna watu wanaokoka naendelea na dhambi na uovu, tunaita huyu mtu wa nini? Wa mwilini. Japo tupo katika kanisani, lakini maisha anayoishi anaishi kama mtu wa mwilini. Sasa si hivyo tu maisha tu na kuangalia kinachoonekana kwa kunusa na kutazama. Wewe unaishi kama mtu wa mwilini. Mtu wa rohoni aende kwa kunusa na hisia, anaenda kwa kutii neno la Mungu linavyosema. Kwa kutii neno la Mungu. Usiifuate dunia. Katika Anania anasema tusiifuate namna ya dunia inavyoenda. Waraka wa kwanza Yohana 2:15-17. Tusiifuate namna dunia inavyoenda. Kukaa duniani kitu kingine, kuitii dunia ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo usifuate dunia hii. Ukifuata dunia hii vinapishana kabisa, ni ngumu sana. Huwezi kufanikiwa, huwezi kuyashinda mazingira. Mazingira haya ya dunia inabadilika, uchumi unabadilika, watu watakupenda, kesho watakuchukia. Ndio dunia. Alikuwa rafiki yako, alikuwa na rafiki yangu mmoja, walipendana sana, rafiki yake sana. Napigia simu asema yule siku hizi hatuongei naye. Kwani asema niko sana. Sikuamini. Watu walikuwa wamependana. Kitu gani? Ni mambo ya dunia, lakini Mungu wako hawezi kuweza kubadilika. Anachosema ndivyo hivi utakuwa pamoja naye. Unasimama pamoja naye. Wanadamu watabadilika, watu wanaweza kubadilika, lakini Mungu wako hawezi kubadilika. Shika sana, hata kusaidia. Ndio ataweza kubadilisha mazingira. Kwa hiyo shikilia hicho anacho Mungu anasema. Nitoe hadithi mbili tukamwombe Mungu. Kuna hadithi moja, mtu mmoja alikuwa anapanda mlima mrefu sana. Kafika juu kabisa kule. Kufika juu kule mlimani kule akateleza mbali kabisa. Alipoteleza akaanguka, akashika mizizi, akawa ananing'inia chini. Juu hawezi kwenda, chini hawezi kushuka, kuna tisha. Akaangalia chini, akishuka atakuwa maiti, utumbo utamwaga chini. Akiangalia juu hakuwezekani kwenda kule juu, hakuna msaada. Akaanza kulilia Bwana na kumuita Bwana. Akaanza kumuita Bwana, Bwana nisaidie. Wewe unaweza yote. Unajua uko kwenye shida, naomba kweli sio mchana. Bwana unaweza mambo yote. Nipiganie, niokoe, Bwana, niokoe, nipiganie tetee. Nikatoka neno sio langu, lema. Ni kwa ajili yake tu. Mungu akasema, achia mikono. Inatokea ile akili na ufahamu. Nini? Niachie mikono kule kilomita ngapi mbali kabisa kule. Yaani ukifika unakufa kabla hujafika. Utafika tu pale lazima tu. Afu na kitu na wewe mtu na gonga ni gari. Afu na kata hapo. Sasa nikifika tu pale yani utakuwa nimekwisha. Sasa ilikuwa ikawa ni ngumu. Tumekamili kwa sasa akaogopa, lakini neno limetokea. Kuna watu Mungu anaweza kukwambia neno la kuweza kusema, lakini akili zako zimegoma, zinakataa. Unaona utakufa. Kumbe itakiwa uweze kutii upone. Nisimalizie hiyo. Lakini unafikiri ungekuwa wewe ungefanya nini? Ungekuwa wewe, Mungu anasema achia huko pale. Wewe kama wewe, tumeona mwenzetu. Usisikie hadithi za wenzako tu, Petro, Meshaki, Abednego, walifanya. Wewe ungekuwa wewe ungefanyaje? Tunasoma kama hadithi. Na maisha ya hadithi yanarudia sisi. Wewe ungefanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee ungefanyaje? Ungejiachia? Ingekuwa ngumu. Sasa swali, umeshikilia pale kwenda kule uwezi, si utakufa tu. Sasa ujiachie mkono kukufa mbele ya Mungu. Kwa sababu usipoachia utakufa. Usiposikiliza neno la Bwana utakufa. Ukisikiliza neno la Bwana kama umeambiwa utakufa, utakufa. Sasa ufe nje ya neno la Mungu au ndani ya neno la Mungu? Afadhali kujiachia. Na Biblia inasema katika Zaburi 91 alipokuwa na shetani, Mungu angemwagizia malaika angefanya nini? Wangemdaka asijikwae. Imeandikwa kwamba malaika atakuagizia malaika usijikwae, atakuwa mikononi mwako. Zaburi Luka 4 na
Zaburi 91 inazungumza hivyo vitu. Kwa hiyo hapa angejiachia, Mungu asingemwacha afe, kwa sababu kile Mungu amesema kina msaada na usalama 100% kukusaidia na kupona. Haijalishi mazingira yanasema iwezekani, ni ngumu, lakini ukipata neno hilo la rehema la kuchomoka limekuingia kwenye ndoto na nishike, hata kama iwezekani, nenda kama unakia, sema dumbukia, hautadumbukia, utapona. Hata watu waseme amina, kwa sababu akili inakataa. Lakini tunailazimisha, tunaisurutisha, ikubali tu. Ikubali tu. Tulikubali tu neno la Bwana hivyo. Akili alisema, lakini Mungu ambaye ametuumba sisi ndio amesema kwamba utakuwa hivi, utapona, utafanikiwa. Kubali mazingira, kubali neno la Bwana hivi ulivyo, ni mazingira magumu. Nikubali neno, achana na hayo mazingira yanavyoonekana na vitu ambavyo vinaonekana. Achana na hiyo. Kwa hiyo ni chetu hapo, kama alikufa kwa chetu hapo. Mfano leo sio kuanzia sana. Kwa hiyo lakini kikubwa hapo ni kwamba angepona, ungeweza kupona. Ukipata hilo neno, basi muamini Bwana na Mungu, nishike lile neno. Angalia jinsi ya kubadilisha kutoka kutawaliwa na mazingira na kutawaliwa na neno la Bwana. Kama hivyo neno la Bwana hata kumgumu hivi kama ni Bwana amesema. Fadhali ufie huko ndani ya Bwana. Na lakini Bwana utakufa, utafika mahali potea, utaaibika. Ila ukimwacha Bwana, kiache neno la Bwana, kwanza akili zako kama imekuwa ngumu, nimechelewa sana, si nitafanya nini? Kama akina Sauli, nimechelewa sana, ukachukua nini? Mungu atakuacha. Mungu anaweza kuacha. Sema achia kijiti hicho, achia dunia, achia vitu vyote, nifuate mimi. Mungu alipomwachia, akamwambia achia uamuzi, achia dunia, achia vitu unavyotegemea, achia hivyo vitu unavyotegemea, bila achia kukusaidia. Vitu unavyotegemea kukusaidia. Ila neno langu nalokupa litakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeokoka, neno la Bwana litakusaidia. Hadithi nyingine. Nitoe hadithi nyingine. Kulikuwa na vijana watatu, Meshaki na Abednego. Shadraka, Meshaki na Abednego. Vijana hawa walikuwepo, kusoma Danieli 3:16. Walikuwa wamekataa kuabudu sanamu. Na wakati wamekataa kuabudu sanamu, walikuwa wamesimama na neno la Mungu na walimtegemea Bwana na wakasimama na Bwana pamoja naye. Hakuwa tayari. Neno la Bwana liwakataza siabudu ya sanamu ya mfalme na dhahabu. Kwa hiyo akasimama pale, wakatulia. Hakutoka pale. Mfalme akasema, "Sinachochea moto kwa maana hii, sio kubali. Msipokuwa tayari." Toka akasema, "Mfalme, usipate shida wala kujihangaisha. Hatutafanya." Wanamwambia shetani neno lake, wanajiambia wenyewe, "Tuko tayari kungua moto." Lakini wasema mambo mawili haya. Na kuyashike sana. Mungu wetu anaweza kutukoa na moto. Pigie Bwana makofi, haleluya. Mungu wako anaweza kutukoa na hatari yoyote na uharibifu wote. Mungu wetu anaweza kutukoa na moto. Namba 1. Namba 2. Kama ni mapenzi yake kuungua moto na tuungue. Kama ni Mungu ametaka tuungue moto, teketee na tuungue. Msikona mtu wa kawaida tu. Hauna ni makubwa. Namba 1, tunaamini Mungu anaweza. Hakuna isiwezekana kwake Mungu. Namba 2, kama tutaungua, Mungu amekusudia tuungue kwa mapenzi yake, na kuungua kwa mapenzi yake hatuoni shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna mijitu imefika, imani imepitishwa yote. Unajua unapokuwa katika maisha ya wokovu, unaanza na raha, unaanza kuchukizwa, unaanza kujana, unafika level moja umekomaa, umetikiswa, umekaa vizuri. Unafika level moja umekuwa sugu wa kiroho. Hata nikuja jaribu lolote, alikuangushi roho, mizizi yako imezama chini. Miti sio na mizizi inakuwa mtu sio na mizizi kwenda chini, kuja upepo unaanguka, lakini mtu na mizizi kwenda mbali, kufuata maji. Hata upepo kuja kiasi gani hautazurika, hata
madhabahu, shetani hamwezi tena. Wengine hawana mizizi hiyo, ndio wanaanguka ovyo kila leo, yani saa yote. Yaani hapo Mungu hapa, shetani anataka kuondoka kesho tu. Na dondoka kesho tu, kutokea tu kesho na dondoka. Nikutia kujaribu kadogo tu kesho ndio njema. Kidogo tu yaanguka. Kidogo tu tamani ndio umeanguka. Kidogo tu umeshinda. Yaani mtu mlege. Ingine unafika jitu limepitia yote, umaskini, limepitia magonjwa, limepitia deni, limepitia yote. Unapitia hayo yote, unatengeneza viwango na unafika na provu na kuja kuwa mlokole sugu. Amina. Fika mahali mlikuwa mlokole sugu, yani sugu imeshindikana hiyo. Peleka jaribu lolote, na Mungu anasema peleka jaribu lolote, uliwezi akina Ayubu ile uliwezi. Nipeleka wengine hawa kina nani hawa. Ina maana kusikia nani hawa. Wala kashinda huko sasa kina Yambule na nani hawa na wake hawa. Wengine hawa wanaweza kaanguka tu, lakini mfika level umepita yote. Umepimwa mfika viwango wewe umeshindikana kwa shetani wake. Ni chombo cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bishara katika viwango. Kwa hiyo wakasema hivi. Waliposema hivyo ndio moto kachochewa, lakini wameingia na tumaini hilo. Walipofikia hatua hiyo na tumaini hilo, wakachukuliwa na kwenda kutupwa kwenye moto. Walipotupwa kwenye moto, ndipo kama neno walilotamka. Neno lina nguvu. Haleluya. Sema neno lina nguvu ya kwenda kuniokoa hata kwenye moto. Haleluya. Walipoingia kwa neno lako walisema hata Mungu atatuokoa, na kama sipotuokoa na situfu kama mapenzi yake kufa tufe. Walipoingia neno lile likatenda kazi, Mungu akaokoa, wakapona, wakawa salama kwa neno lile. Haleluya. Na mtu mmoja mfano wa miungu, wenyewe wanasema mfano wa miungu, sio mfano wa miungu. Mungu mwenyewe alikuwa mahali pale, akaingia katikati ya moto ukazima. Haleluya. Moto ukazima, wakawa salama na akaendelea kutembea kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Najua hivi, nafikiri wakina Meshaki na Abednego kama ungeingia kwenye tanuri wangeungua na kufa. Ungekuwa na Mungu au na Mungu? Ungekuwa na Mungu. Siku ya leo ukiwa Mungu wa moto, sema huyo hakuwa na Mungu, alitenda dhambi. Ukiwa unapitia matatizo, sema huyo ana Mungu amsaidie. Tunaona kama wangeungua kwenye moto, ungekuwa na jambo kubwa zaidi la muujiza wa kuponywa na moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama ungekuwa na moto, sio kwamba Mungu angekuwa ameshinda. Ungekuwa na jambo kubwa zaidi ya kuponywa moto zaidi. Unapokuwa umepitia kwenye tatizo na halijaenda kama vile watu wanatarajia, kuna jambo kubwa lako na Mungu wako. Kuna kitu kikubwa zaidi ya hicho unachokuwa unapitia. Kwa hiyo basi kuna wakati mwingine tuwe tayari mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa. Mapenzi ya Mungu, kama ni mpango wa Mungu tungue moto kufa, kama ni Mungu tufe, kwa sababu Mungu ametaka na makusudi mema. Lakini Mungu anaweza kutuokoa na hilo tatizo, anaweza kutuponya na hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unafikiri wakati Meshaki na Abednego waliingia kwenye moto, unafikiri yule mtu hakuwepo pamoja nao? Wakati kabla aliingia kwenye tanuri, unafikiri ule Yesu ambaye alikuwa ni Yesu pale hakuwa pamoja nao pale? Lakini alikuwa afanya nini? Alikuwa haonekani. Ndio shida ya kwamba mazingira haya yanatosha kwamba tuone kama hatuna msaada. Hakuna kwamba msaada au. Yesu alikuwepo pale. Alikuwa anawasikiliza wanachoongea. Wanaendelea kumtaja yeye na kumkiri yeye kwamba anaweza. Mbingu nasikia na Mungu anasikia. Sema watu sio kawaida. Na yeye yuko pale. Hakuonekana. Wanachukuliwa, wanafungwa na mikataba. Hawana
Anakamatwa anaweka kwenye moto. Mpaka wanaingia kwenye moto, kwenye tatizo, ndipo anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri tatizo ulilopitia hilo, Yesu hayupo na wewe? Yuko pamoja na wewe. Hatozi wewe. Yesu hajakuacha. Tena nakupenda sana kuliko pale hata kabla hujawa na kwenye tatizo. Yuko pamoja pale. Mbona unaingia kwenye tatizo yuko. Unapoingia pale kule mbele atakusurprise, atakutokezea nyakati zile umechukua maamuzi ya kuweza kuliamini neno, kuamini mambo baada yasionekana yanayotarajiwa yako mbele, kwa sababu Mungu atajae mwanzo kabla ya mwisho. Yesu aliona mbele kabla ya kina Meshaki na Abednego hawajaweza kuingia. Alishaona, Mungu ameona mwisho kabla ya mwanzo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba uko peke yako, yuko haonekani tu, anakusikiliza unachoongea. Unamkataa, anakusikiliza. Unamkubali, anakusikiliza. Libarikiwe jina la Bwana. Hawezi kukuacha. Ndio kitokea hapo, akaingilia kati, akaingia mahali pale, akauzima ule moto, hakuweza kuupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuombea kwa Bwana, wewe ambaye unaendelea kumkiri Bwana katika shida, hujakata tamaa, hujaacha kwenye ibada, unamtumikia Bwana, unaitia jina Bwana, unataja ukuu wake, na kuombea kwa Bwana akutokezee Yesu, akuokoe na janga, akuokoe na tanuri, akuokoe na mauti, akuokoe na hatari, hata iliyo mbele yako. Yesu atangulie, akutetee, akulinde kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna faida katika kumtegemea Yesu na kuamini, kukiri uweza wake na kusimama na Bwana katikati mazingira yasiyoonekana na mambo magumu. Kuna faida walizopata wakina Petro. Petro alipoingia mahali pale, kulikuwa na mambo mawili. La kwanza, minyororo na mikatale ilikatika, ikaungua moto. Haleluya. Alafu mkanda ukungua, nguo hazikungua, nywele hazikungua, vikaungua tu vilivyowashikilia, vile tu vimewakamata, ndio vikaungua. Alafu walikuwa hawezi kutembea ili waanze kuweza kutembea na kuendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, yule akuwepo akaonekana wazi, alikuwa aonekana, akaanza kuonekana wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nakuombea kwa Bwana, wewe unamwamini Bwana katika mazingira umefungwa mifungo na mikatale na minyororo, unaendelea kumkiri Bwana. Unapoingia kwenye tanuri mwisho wa jaribu lako, Bwana kakate kamba za kufunga vifungo vyote, vikate nguo zako za salama, vitu vyako vya salama, lakini matatizo yote yaliyokufunga, yaliyokukamata, yakatike, yaungwe moto, yateketee kwa jina la Yesu. Ukabaki huru, ufunguliwe na Bwana Yesu pamoja naye akupe faraja katika jina la Yesu. Dharau zote, kuchekwa kote, kulawanywa kote, na mauti yote ya moto iondoke kwenye tanuri yako, iondoke. Ishindwe. Bwana kufungua mweka huru. Bwana atakutembea pamoja nawe. Pokea heshima Bwana, pokea ushindi wa Bwana, pokea wenda kuinuliwa, ile dharau iondoke katika jina la Yesu. Pokea ushindi sasa, pokea mafanikio sasa. Yesu onekane, waliokudharau, waliokucheka, ibadilike, wakuheshimu sasa, wakuheshimu. Waliosema hana Mungu huyo, Mungu akamwache, wasema hana Mungu huyo, wasema Mungu wake ndio tunataka, watu wakaokoe, ukainuliwe. Shida zote zikomeshwe katika jina la Yesu. Mateso yote yakomeshwe kwa jina la Yesu. Mapepo yote yakuachie katika Yesu. Pokea muujiza Bwana, katika jina la Yesu. Bwana afanye sio kawaida katika maisha yako.
mazingira, kwa sababu ya kukosa pesa, kwa sababu ya kukosa pesa, kwa ajili ya tamaa yako, kwa ajili ya magonjwa, kwa ajili ya majaribu, umefika mahali ambapo sasa mazingira yametawala, yamekuwa makubwa kuliko neno la Bwana. Neno la Bwana limekuwa dogo. Leo Bwana anataka maneno iwe kubwa kuliko mazingira. Takuomba na utulie kama tamaa. Mazingira yamekuzidi. Umekata tamaa. Yuko Bwana anakuinua. Katika jina la Yesu. Riko baba. Nyosha mkono mbele za Bwana. Ora basaka bas. Rika boko basaka. Tumoja umekata tamaa kia kwa nguvu ya kutisha. Leo kasogea hapa kwa Kagoma na wewe pamoja kupata kuombea na kusaidia kutoka katika zile mapito kupata tamaa. Umeomba umefanya kila kitu hakuna kilichotokea. Neno la Bwana linaweza kusaidia kwa hapa. Naweza kupita kwa mbele pamoja na kwa pamoja na wewe. Roho sasa na Mungu sasa na wewe. Rinda na wewe kwa sasa na wewe. Roho baba kwa sasa. Shanda na kwa sasa na wewe. Ramba baba baba kote kuishi rika baba baba sana kuishi rinda baba baba kosha kama kuishi linda baba baba sana kuishi Yesu katika mji hebu tupandeni hapa ndio uweze kupanda hebu pandisha hebu tukafanye kitu kwa pamoja nyie mnahitaji maombi mnasogea hapa panda na maombi hapa panda na maombi hapa rika baba baba sana kosha rika wengine sogea mbele. Watu wote sogea. Wengine sogea mbele kabisa. Panda juu. Rika sasa. Sogea mbele. Rika sasa. Nasema neno lako mama Sali tofauti. Sali tofauti. Nao wangeni. Risa toraba katarabash. Ribo robo saparabash. Bwana neno maalum ambalo Mungu atalitoa. Ile neno ndio itakuwa ndio msaada pekee. Ndio neno la msaada, ndio neno la kusaidia, ndio neno la kukomboa kwenye shida ulionayo. Haijalishi mazingira hataki, haiwezekani, lakini Bwana anapenda kukuvusha, anapenda kukutoa katika hilo. Takuombea neno lako peke yako. Risetere baba rabash. Lindo rebe baba rabash. Rebe baba rabash. Rigo baba saba. Nyosha mkono wako mbele za Bwana, kila mmoja uliyekutapa mbele. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nasogea mbele zako nikiwa hapa duniani ya Bwana. Ninaomba nisaidie Bwana katika kutokuamini kwangu. Bwana Yesu, mazingira yaliyonizunguka juu ya tatizo yangu yanaonekana makubwa, yanaonekana siwezi, yanaonekana kwamba sitafanikiwa, inawezekana kwamba hakuna msaada, hakuna ufumbuzi, lakini nimetambua leo katika Yohana 17 unasema ya kwamba neno lako ndio kweli. Bwana Yesu, Bwana Yesu, naomba sasa nipe neno la kunitoa kwenye mazingira haya magumu yaliyoshindikana, niwezeshe Bwana, niweze kuchomoka, niweze kutoka. Bwana Yesu, niokoe na tanuri la moto, niokoe kwenye tanuri la moto kwa msaada wako, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Yasiwezekana yakawezekana kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa
Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie katika nyakati ngumu, katika mapito magumu. Tusaidie Baba, tusaidie Baba. Tunakutazama wewe, tunaangalia neno lako, haijalishi mazingira haya nusu. Tunakutazama wewe, tunakuangalia wewe. Mapenzi yako yatimizwe katika shetani, yavunjike, yavunjike, yavunjike. Hali la moto livunjike, hali la moto tunalipasua, hali la moto liandaliwa kwa ajili yetu. Zima moto, tunazima moto, zima moto, moto wa shetani. Yesu aliyetokea kwenye maisha ya Abednego kwenye tanuri la moto, akutokezee sasa, akutokezee sasa. Yesu akutokezee, Yesu aonekane kwenye moto. Pokea ufunuo kama Petro, pokea ufunuo kama Petro. Mashujaa kina Yesu, Mungu amesha kina Abednego, awe Mungu wako, awe Mungu wako. Mungu ameshujaa wakina maisha na Abednego, awe Mungu wako. Tayari kuna Bwana anashuka, tayari Bwana katika Yesu. Liko raba saba, raba raba, liko raba kate, raba raba, liko raba kata, raba raba kate, liko raba saba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea nguvu Bwana, pokea uwezo Bwana. Giza na kusimamia. Chama moto, chama moto, padola, padola, padola Yesu, 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 padola Yesu. Liko raba Pokea
neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la ufunuo juu ya shida ulionayo. Mungu anakupa neno leo. Pokea neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la kusaidia. Pokea neno la kusaidia. Pokea neno la kusaidia. Ndio rebasa karabash. Pokea neno. Pokea neno. Pokea neno. Ninakutoa kwenye mateso, kwenye shida. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neno la msaada wa Bwana. Pokea neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la kusaidia kwenye maisha yako. Pokea neno. Pokea neno la kusaidia. Pokea neno. Pokea neno la kusaidia kwa jina la Yesu. Usina na uwezo kwa jina la Yesu. Pokea neno la msaada wa Bwana. Pokea neno la Bwana kusaidia katika maisha yako. Pokea neno la Bwana. Neno la ushindi kutoka kwa Bwana. Neno kutoka kwa Bwana. Na kuvumisha Paulo. Kutoka Paulo. Moto wa Yesu. Moto la juu ya pepo, juu ya giza, juu ya kuzimu kwa Yesu. Pokea neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la kusaidia kwenye maisha yako. Pokea neno la Bwana. Pokea neno la kusaidia. Pokea rabakata. Pokea neno la kusaidia kwa Yesu. Pokea neno la msaada wa Bwana katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pokea neno la kusaidia kwa damu ya Yesu. Pokea neno la ufunuo. Neema Bwana iwe juu yako kwa neno la Bwana. Pokea ushindi katika Yesu. Pokea neno la kusaidia katika Yesu. Pokea msaada wa neno la Bwana. Pokea neno la msaada wa Bwana kwa damu ya Yesu ambayo tunakutangaza katika jina la Yesu. Pokea neno la Bwana na kusaidia katika Yesu. Pokea neno la msaada wa Bwana katika jina la Yesu. Mahali ambayo umekaa inaenda kuwezekana, naenda kupokea jibu la msaada wako sasa. Pokea neno la Bwana na kusaidia. Pokea neno la msaada kusaidia katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pokea neno la kusaidia. Pokea neno la kusaidia. Pokea neno la ufunuo kwa ajili yako sasa. Pokea neno la kusaidia katika mapito katika jina la Yesu. Rindo rema saba katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, katika Yesu tunaomba tupe neno kwa ajili ya kanisa hili. Mungu Bwana wa Yesu, kanisa hili Baba, lipe neno la kwenda nalo kanisa hili, neno la ufunuo kwa ajili ya kanisa la Tenidera katika jina la Yesu. Reka na babash, achilia neno kwa kila familia, achilia neno kwa kila nyumba ya mtu mmoja mmoja, kwa kila mmoja mmoja, kwa kila mtu mmoja mmoja, kwa kila familia, neno la msaada katika jina la Yesu. Tunasimama na neno, haijalishi katika magumu, haijalishi uwezekani, haiwezekani kupata neno linasaidia, neno linaleta ushindi, neno linazima moto katika jina la Yesu. Mapenzi yako yatimizwe, penzi ya shetani yavunjike, yavunjike, yavunjike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ora masaka. Simama juu. Ore kama. Na wala ushindi mkubwa mbele yako. Anza kumwamini Bwana katika yale yaliyowezekana. Kuna wengine wataanza kuona kupokea. Kuanzia leo utaanza kupokea yale yaliyowezekana na kuna mabadiliko yatokea. Bwana anasema nani? Kuna watu wanapokea majibu ya maisha yao. Kuna vitu vilikuwa vigumu haviwezekani. Sisi anakuonea. Naona kitu mbele yako cha kufanikiwa na kutokea. Naenda kusimama neno la Bwana, kutoka neno la Bwana. Endelea kusimama neno la Bwana. Haijalishi tatizo linaongezeka au linapungua, achana na hiyo, angalia neno la Bwana. Itakuwa vile ndivyo neno la Bwana kwenye kinywa chako. Itakuwa vile ndivyo neno kwenye Biblia. Na ikawe hivyo kama neno lilivyonenwa, ikatokea iko hivyo. Sawa sawa na neno katika jina la Yesu. Unaona kupeleka tamaa, unainuliwa tena, unasimama tena kwa mkono wa Bwana katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Mwokozi, asante Yesu, asante Bwana katika jina la Yesu. Roho sana. Hebu tulia mbele za Bwana, tulia mbele za Afrika Mashariki. Ni jambo gani Mungu kuimarisha? Ni kweli gumu, imetesa muda mrefu, lakini Bwana anasema niyeyushe kwa neno la Mungu, litamkie neno la Mungu
walitamkia ile jitu neno la Mungu. Daudi na Goliati, alimtamkia Goliati neno la Bwana. Alimwendea Goliati kwa neno la Bwana. Kwa tena kuja kwa miungu na mizimu, nenda kwa neno la Bwana. Itakuwa hivyo, utapokea, utafanikiwa, unakwenda kwa salama. Yesu yuko pamoja na wewe. Yesu anakuacha. Sio kwamba hujui kuomba, unajua kuomba. Mungu yuko pamoja na wewe. Yuko pamoja na wewe. Ninakwenda kuishi hilo na unakwenda kutoka hilo. Mungu atalimaliza mwenyewe. Mungu anapenda kutenda mwenyewe. Mungu anapenda kufanya. Mungu anaenda kutenda mchiza. Mungu anaenda kufanya njia. Mungu anakupa neno la kutokea. Ukafanya kile kisichowezekana ili Mungu ainuliwe. Unaweka tamaa, Mungu anakuwisha kwa upya na kutia nguvu tena. Mungu anashika mwisho kabla ya mwanzo. Isaya 46:10. Nashika mwisho kabla, anajua uko unakoelekea. Vitu gani vitakupata, vitu gani kitu. Simama na neno la Bwana, na ameandaa kule mbele, yuko na wewe. Anakuacha. Asante Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, mchana wa leo, hali ya hewa hii. Tunakushukuru tukisema mtoto wako. Tunakushukuru Yesu kwa hii, kwa watu ambao wamekuwa siku ya leo. Mungu Bwana, pamoja na mvua, lakini umekuwa katikati yetu. Tunakushukuru sana Mungu, umekuwa nasi kutumia toka asubuhi. Sasa Baba, tunaenda Baba kuonesha ibada tena. Tukupe jioni hapa wewe pamoja nasi. Kila unapoondoka hapo wewe pamoja nasi Mungu. Kila mmoja anapoenda katika njia yote katika ratiba zako utunzi. Bariki yote tunayofanya, bariki ibada ya jioni. Ponya wiki nzima hii katika kazi na shughuli na ratiba na safari na mipango mbalimbali. Tutakuwa tukipanga vyombo vya moto kuelekea kwenye safari mbalimbali, shughuli mbalimbali. Ukae pamoja nasi Mungu, ukakumbuke kutubariki na kutuinua. Ukaachie baraka na fedha na mali tutumikie. Ukatuponya na kutugusa. Tuepushe na pepo yote na walifu wote uliopanga wiki na usumbufu wote. Ukapate kushinda kupitia kwa Mungu ulionao. Mbele yetu tuna sherehe ya Mungu ya Pasaka. Ya ukombozi wako tusaidie. Tunapoendelea kujiandaa kupitia kwa Mungu ulionao. Mungu wa uzima, endelea kusema kila mmoja mmoja. Naomba usimwache mtoto wako Mungu bila kumpa neno la kutembea nao kwa kila siku au kwa kila wiki au Bwana kwa kila mwezi au katika lile jambo analopitia. Usimwache bila neno la kumsaidia. Mpe neno kupitia mazingira maeneo mbalimbali kwenye Biblia au kutoka kwenye kitabu chako au kutoka kwa watumishi wa Mungu au kwa ndoto na maono. Mpe neno takalombeba na kushika ili asizame na kuangamia na kuwa moto katika jina lako Yesu Kristo. Na katika Yesu nikiomba na kushukuru nikisema pokea sifa na utukufu na mamlaka katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Viongozi wazee wa kanisa, wazee wa kanisa na mashemasi tu ndio tubariki. Ile tunafanya Bwana. Wiki ijayo viongozi wote